Siku nyingine tena, siku ya kufanya deliver za picha mbao kwa wateja wangu bila kuchoka. Kwa sababu weekend inaenda kwanza, basi nikasema hata nisiache hii siku inaisha hivi. Basi kama dawa bila kuchoka. Nachukua picha zangu hapo kama dawa. Zimeandaliwa vizuri kabisa. Mteja wangu kapendeza mwenyewe, ananoga, anavutia. Siwe kama usongo nirekodi kidogo. Nirekodi hapo, nikaonyesha hela. Sasa ukiwa na hela kama hizo nilizozishika mimi, ndio utaweza kuzipata hizo picha. Okay, acha tupeleke picha kwa mteja. Leo nina mapicha mengi mkononi, sio mifuko mawili. Alafu ndani kuna mapicha mengi kinoma. Nimeyabeba mazito. Unaona, mchana kupe, jua kali, mwenyewe nimechoka, naji snap si kujisnap. Nimepanda zangu daladala kama kaa. Nauli jelo mimi nina 2000 mwanangu. Sasa nikaona hii mali hapa. Hii mali nzuri. Huyu jamaa ananizuia. Hii mali imekula kama pundamilia. Sikuwa na uhuru sana wa kuitazama sana, ila nilivutiwa nayo kiukweli. Anyway, tuachane na mambo ya barabarani. Okay, twenzetu winga hapa picha mbao. Nilikuwa bado sijajitambulisha. Stefano. Okay, sasa baada ya nikafika hapa mitaa fulani, nikakutana na huyu tajiri yangu. Huyu tajiri yangu ana gubu sana. Nikampa picha zake. Alikuwa anataka picha kama 2 3. Ana gubu. Kwa hiyo alikuja amevaa hiyo nguo nyeusi kama ametoka msibani. Nikasema anyway, ngoja nimpe mizigo yake. Ubaya huyu tajiri yangu anapenda sana kununa. Basi nikamwambia bwana, utaongeza hela bwana, hela delivery. Amenuna hapo, anadai chenchi, hataki kuelewa kabisa, hataki usinirekodi. Sina nini. Basi nikamwambia okay poa, nitakupa hela yako na chenchi yako. Okay, kama danga, nikachukua zangu boda. Mapigo na mwendo. Mbeba mzigo wa mteja mwingine nampelekea kwa boda. Pita zangu ndani huko, mabibo huko, sijui wapi hata sipaelewi. Mimi naenda tu, naambia boda nipeleke Buza kwa Mparange. Kwa huyo napeleka zangu sasa picha. Huyo bila kuchoka. Sasa hapa naenda kuwapa story ya kwa Mparange. Kwa Mparange bwana, ni bondeni yani ni sehemu ambapo kuna kisima, watu wanachota maji. Ni kisima cha muda mrefu sana. Watu waga wanachota maji nini, watu wanaishi huko. Unaenda anacheza mavyombo huko. Kwa na majirani wengine wanakera. Okay, tuendelee. Watu wanaishi huko. Kwa sasa huko kwa Mparange, yani ni kama matakoni mwa jiji la Dar. Yani pembeni huko, Buza wako pembeni kabisa. Watu wanaishi, watu wanafanya biashara zao nini, na pana maendeleo sasa hivi. Kwa sasa kule kuna asili ya maji nini, tope nini. Ila naelezea hii story ya mwenyewe nacheka. Kuna asili ya maji tope. Kwa sasa huku sasa kwenye mitandao yenu ya kijamii huku mkaleta ile mentality, kwa Mparange, si kwa Mparange nini, si mara kwa Mparange lile, si na nini. Nimekuwa na mentality tofauti. Na hapo sasa ndio ilikuwa wakati wa usiku, niko eneo la Buza kwa Mparange. Hapo na rekodi kwa wanaopajua hapa, washapajua hapa kwa Mparange sehemu gani. Yes, hapo ni karibu na mwisho. Nimerekodi mzigo wangu wa delivery. Huko juu unakuwa kama unatokea Tandika huko, au Buza, njia panda ya Buza. Yes, nikachukua bajaji. Huyo nimeenda zangu kwa Mparange, na pelekea mteja sehemu nyingine, naenda zangu Tandika. Nimechukua bajaji nikaa natembea, nimeshika mzigo wangu, nimechoka. Yani mchana mpaka usiku nafanya delivery. Pesa yangu ngumu. Mwanamke anayekula hela yangu, kazi ipo. Huyo napeleka zangu picha mwenyewe. Hapo hapa Tandika hapa katikati ya barabara Tandika muni huyo. Mimi na mzigo wangu wala sikati tamaa hapa katikati ya watu nakatiza nini hapa. Huyo nampelekea mteja mzigo wake bila kuchoka. Watu wanatoka zao makazini nini safi.
ndo maisha yetu wa Bongo. Na mimi wao wanatoka makazini, mimi naenda kazini kupeleka picha mbao bila kuchoka. Yaani bila kuchoka. Taratibu hiyo kuna kinini iko si kibajaji. Hivi bajaji vinasumbua mjini siku hizi, si vitoyo gani? Si vinauzwa buku si bukujero. Anyway, nikawa nimefika, mteja wangu kanipigia, nipo pande huu nifuate. Mtoto wa kike bana. Taabu kweli. Basi nikamfuata. Natembea. Usiku kwa usiku, kivuli changu. Nikafika bwana. Bwana, picha sisi kamfikia tajiri. Akawa anaziangalia, jamani nimependeza. Hii nimevutia, hii picha nzuri. Kaambia ndo maisha hata hivyo mwenyewe mzuri. Asante. Asante. Nikasema asante kwa kuja kutengeneza picha kwetu sisi. Asante sana. Basi kwa kuwa kiza kimeingia, nikapanda zangu kwenye daladala. Nimechoka mwenyewe kama dawa. Narudi zangu sasa mtaani kwangu na kupumzika. Na hapo ndo kama mnavyoona watu wote wamechoka, wanarudi majumbani usiku tayari. Na ndo weekend. Okay, acha tukaenjoy. Kwaherini. Kwa mahitaji ya picha ninasahau. Kwa mahitaji ya picha mbao check hapo 0629909737. Tutakuwa umetisha. Tutakuletea picha popote ulipo kulingana na siku za delivery zikipangwa. Yes, kwa bei nyepesi kabisa. Naam, sio sitaki kuzungumza sana, mpaka hapo inatosha. Winga wa picha mbao hapa Stefano Sofa. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSource tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSource, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSource leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064. Barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSource, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.